Barzilai kazi aliyoifanya kwa mfalme, mtoto wake Kimhamu anabarikiwa. Anaenda kuona mema. Wapendwa, Mungu atatulipa mema tunayoyatenda, kazi tunayoitenda, kujitoa kwetu tunakojitoa sio bure. Bwana atatulipa. Haleluya. Melkisedeki nisomee pale. Tasoma Samueli wa pili sura ya 9 mstari wa kwanza na wa 13 hadi wa 13. Kisha Daudi akasema, je, amesalia mtu mmoja katika nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema kwa ajili ya Yonathani? Palikuwa na mtumishi mmoja wa nyumba ya Sauli jina lake Siba. Basi akamwita aende kwa Daudi, na mfalme akamuuliza, wewe ndiwe Siba? Naye akasema, mimi mtumwa wako ndiye. Mstari wa 3. Mfalme akasema, je, hakuna hata sasa mtu yeyote wa nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema ya Mungu? Siba akamwambia mfalme, Yonathani anaye mwana hata sasa aliye na kilema cha mguu. Mfalme akamwambia, yuko wapi? Siba akamwambia mfalme, tazama, yuko katika nyumba ya Makiri mwana wa Mieri katika Lodebari. Basi mfalme Daudi akatuma watu, akamwondoa katika nyumba ya Makiri mwana wa Mieri katika Lodebari. Basi Mefiboshethi mwana wa Yonathani mwana wa Sauli akaenda kwa Daudi, akaanguka kifudifudi, akasujudu. Daudi akasema, Mefiboshethi, naye akaitika, mimi hapa mtumwa wako. Daudi akamwambia, usiogope, maana bila shaka nitakutendea mema kwa ajili ya Yonathani baba yako, nami nitakurudishia mashamba yote ya Sauli baba yako, nawe utakula chakula mezani pangu daima. Akasujudu akasema, mimi mtumwa wako ni nini hata umwangalie mbwa mfu kama mimi? Ndipo mfalme akamwita Siba mtumwa wa Sauli akamwambia, mali yote yaliyokuwa ya Sauli na ya nyumba yake nimempa mwana wa bwana wako, nawe utamlimia nchi hiyo, wewe na wanao na watumwa wako, nawe utamletea mwana wa bwana wako matunda yake apate chakula ale. Lakini Mefiboshethi mwana wa bwana wako atakula chakula mezani pangu siku zote. Basi huyo Siba alikuwa na wana 15 na watumwa 20. Ndipo Siba akamwambia mfalme, mimi mtumwa wako nitatenda hayo yote kama bwana wangu mfalme alivyoniamuru. Na kwa habari za Mefiboshethi, mfalme alisema, atakula mezani pangu kama mojawapo wa wana wa mfalme. Hata ukiachia hapo wataendelea kusoma wenyewe, muda umetuacha. Sikia, mfalme Daudi wakati ameenda kwa Sauli, anapiga filimbi, zumari, nini, Sauli mapepo yanamtoka. Sauli akaomba kwamba sasa huyu Daudi aje aishi kwangu kwa sababu ni msaada kwangu. Mungu alipomtia mafuta, Sauli alipogundua kwamba huyu Daudi sio mtu wa kawaida, akaanzisha vita naye. Alipoanzisha vita naye, huyu Jonathan alikuwa ni mtoto wa Sauli, lakini Jonathan akawa anamlinda Daudi, akawa anamtonya baba yake anapotaka kumuua, akawa anamficha baba yake anapotaka kumfanyia ubaya. Lakini miaka nenda rudi, ilifika wakati Daudi akawa mfalme. Alipokuwa mfalme, huyu Jonathan alikuwa ameisha kufa, lakini huyu mtoto Mefiboshethi alikuwa, wakati amezaliwa kulikuwa kuna vita. Nesi akabeba huyo mtoto, wakati anakimbia naye, bahati mbaya akaanguka naye. Huyo mtoto akapata ulemavu wa miguu, akawa mlemavu. Wakaendelea kumlea hivyo na ulemavu wake. Wakati Daudi yuko kwenye ufalme wake, anakula na kunywa, akakumbuka mema Jonathan aliyowahi kumtendea. Akauliza, jamani, kwenye familia ya Jonathan hakuna mtoto, hakuna familia iliyobaki? Wakamwambia, yuko mtoto mmoja ambaye ni mlemavu.
nchi yake. Alikuja anawaza mabaya. Alipofika Biblia inasema akasujudia. Lakini angalia, Daudi anasema sasa, nigiaswe nkuru ni mikuha. Bwana asifiwe. Nigiaswe ni mikuha. Mlemavu aliyekuwa hathaminiki, aliyekuwa anadharaulika, aliyekuwa anaonekana hana mbele wala nyuma, akaambiwa ninakupa na watu wa kukuhudumia. Akamwambia, yani pamoja na hayo yote nayokurudishia ya baba yako na babu yako, hautaishi huko, utaishi ikulu. Haleluya. Utaishi ikulu. Chakula nitakachokula ndicho utakachokula. Maji nitakayokunywa ndio utakayokunywa. Gari nitakaloendea na wewe ndilo utakaloendea. Mazuri nitakayoyapata na wewe ndio utayapata. Kwa lugha nyingine, mtoto wa Jonathan akawa ni waziri mkuu kwenye nyumba ya Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako, wema hauozi. Mwambie tenda mema tu. Mwambie usikatishwe tamaa na chochote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Tunakata tamaa ya kutenda mema kwa sababu hatujui mwisho wa kutenda mema. Lakini leo nataka nikwambie, hivyo vinavyokukatisha tamaa, hivyo vinavyokuvunja moyo, havipashi kukuvunja moyo, havipashi kukatisha tamaa. Maadamu unafanya na kazi yako inakumbukwa na Mungu anayelipa atakulipa, endelea kutenda mema, usikate tamaa. Endelea kufanya. Hata wasipokushukuru, hata wasipokusema vizuri, hata wasipolitaja jina lako. Wanadamu hawataji jina lako, lakini Mungu anataja jina lako mbinguni. Jina lako Mungu analijua. Na hakuna kazi itakayofanyika isiyolipwa. Bwana atakulipa. Asipokulipa, atalipa watoto wako. Asipolipa watoto wako, atalipa wajukuu zako. Tenda mema. Haleluya. Mistari ni mingi niliyokuwa nimeandaa, lakini muda umeisha. Samueli wa kwanza sura ya 26 mstari wa 5 hadi wa 25 andika. Alafu andika Samueli wa kwanza sura ya 24 mstari wa 17. Uwe faraja ndani ya kanisa na ndani ya jamii nzima. Hebu nisomee Matendo ya Mitume sura Samueli wa kwanza 26 mstari wa 5 hadi wa 25 na Samueli wa kwanza sura ya 24 mstari wa 17. Utasoma pale. Naenda haraka, nataka watu waondoke saa 7 kamili. Amina. Nisomee Matendo ya Mitume sura ya 4 26 hadi 36 na 37. Na Yusufu aliyeitwa na mitume Barnaba, maana yake mwana wa faraja, Mlawi, asili yake ni mtu wa Kipro, alikuwa na shamba akaliuza, akaleta fedha akaiweka miguuni pa mitume. Bwana Yesu asifiwe. Yusufu mwana wa faraja akauza shamba, akaleta fedha kwenye miguu ya mitume. Mitume wakala na kunywa, mitume wakafanya kazi ya Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mungu anapokubariki, usiuze shamba, lakini Mungu amesema toa 1/10. Acha kupata fedha, ukara fedha yote. Acha. Nasema hii pesa yote na yenye. Eti Mungu amesema nitoe 1/10 na hii niipeleke. Siipeleki. Acha nikwambie, wengine waliuza mashamba yao. Lakini leo Mungu hasemi uuze shamba lako, anasema leta 1/10. Jiulize, unatoa 1/10 kwa uaminifu? Ulivyokuwa unatoa mwaka juzi ndivyo umetoa mwaka jana? Ulivyotoa mwaka jana ndivyo unatoa leo? Au unasema nimechoka, imechosha? Hela yote mimi kuipeleka kanisani hakuna. Takuwa natoa kadogo, unapotoa kadogo na Mungu anakupa kadogo. Umenielewa? Tena kuna sehemu nyingine nilisoma, eti unapotoa fungu la 10 sio kamilika, ni tusi, unakuwa unamtukana Mungu. Hivi kuna mwanadamu anayeweza kumtukana Mungu? Yusufu mwana wa faraja akauza shamba akaleta. Mitume wakaneemeka.
Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Toa fungu la 10 kwa uaminifu mpendwa. Mungu anapokubariki, acha kusema na hiki ni changu. Wewe ndiye unafunga baraka. Wewe ndiye unazuia mkono wa Mungu kukuhudumia. Jamani, nimekuambia wema hauozi. Unapopanda unavuna. Unaweka kumbukumbu mbele za Mungu. Acha uswahili eti ngoja nipeleke 15,000 kwani mchungaji anajua kwamba nimepata milioni 2. Kwani mimi mchungaji ndiye nakubariki? Mimi mchungaji ndiye na kuaudit? Mimi mchungaji ndiye na kuhesabu? Anayekuhesabu ni Mungu. Mimi ukileta 5,000 na poromosha maombi. Lakini je, hayo maombi yanakuja kwako ni maombi au yanakuja ni laana? Kinyume cha baraka ni nini? Sasa kama anasema umelaaniwa, na mimi nasema Bwana akubariki, kinachokuja ni baraka ni laana? Kuna watu wengine hapa mtoi fungu la 10. Mungu anawapa yote, mna meza. Kuna watu wengine hapa mnatoa fungu la 10 kidogo, uongo eti mnaridhisha. Mje hapa madhabahuni ni waombee. Mimi nawaambia nawaombea baraka, lakini kinachokuja kwenu ni kingine. Kwa sababu aonaye sirini ndiye anahusika na hilo, sio mimi. Bwana atusaidie sana. Tenda mema. Paulo akasema nani amewaroga Wagalatia? Mnaanza vizuri mnamaliza vibaya. Kumbuka kwamba waliotenda mema walilipwa mema. Hata walipolala kabla ya mema yalifuata wajukuu zao. Yaani sisi tunapaswa tuwe lango la watoto wetu na watoto wa watoto wao na watoto wa watoto wao na watoto wa watoto wao. Yaani sisi tuwe lango la baraka. Yaani tuache alama. Watakapobarikiwa waseme tunambariki Mungu wa babu yetu. Tunambariki Mungu wa baba yetu. Baba yetu alimwamini Mungu, ndio maana mnatuona hivi tulivyo. Haleluya. Haleluya. Acha waseme Mungu wako watoto wako wakati haupo. Jonathan, mtoto aliyemwacha ni kilema, akawa mfalme. Akaingia ikulu. Unatenda nini? Saidia kumuuliza jirani yako, unatenda nini? Natenda nini? Bwana Yesu asifiwe. Haya yote tunayaweza katika yeye anayetutia. Muombe Mungu akusaidie kutenda mema. Tenda mema kwenye familia yako. Tendee mema mke wako, mtendee mema mume wako. Tendea mema watoto wako. Tendea mema majirani zako. Tendea mema kanisa. Tendea mema madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Tendea mema. Yaani uishi ndani ya mioyo ya watumishi wa Mungu. Ukiwa na shida, mchungaji asilale usingizi ukaja. Mzee wa kanisa asilale usingizi ukaja. Tubaki tunasema Mungu mkumbuke. Kumbuka kazi yake. 1, 2, 3 tuanze kuzitaja, na sisi tuwe na agenda, tuwe na maneno ya kusema. Tuwe na maneno ya kusema. Fanya kwa moyo kama kwa Bwana. Wakolosai 3:23 na 24 nisomee pale. Melkisedeki kitafuta mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 29 mstari wa 6 hadi 17 nitakuwa na maliza. Wakolosai nisomee mwalimu. 3:23 hadi 24. Lolote mfanyalo fanyeni kwa moyo kama kwa Bwana, wala si kwa wanadamu. Amen. Ikiwa ya kuwa mtapokea kwa Bwana ujira wa urithi. Haleluya. Na mtumikia Bwana. Hapo karudia vizuri. Lolote mnalolifanya lifanyeni kwa moyo. Lifanye kwa moyo. Kama kwa Bwana. Kama kwa Bwana, si kwa mwanadamu. Mkijua ya kuwa mtapokea kwa Bwana ujira wa urithi. Mkijua mtapokea kwa Bwana ujira wa urithi.
Acha niwaambie wapendwa, mnamtumikia Bwana, mnamtumikia Kristo. Kila unachokifanya jua kwamba angaliaye sirini anaona. Kila unachokitenda jua unamtendea Mungu, sio mwanadamu. Mwanadamu anaweza asikushukuru, mwanadamu anaweza asikulipe, mwanadamu anaweza asikusifu, mwanadamu anaweza asitangaze kwamba umefanya. Lakini Bwana anapokutangaza kwamba umefanya, unajua anakushangaza. Na anawashangaza wanaokutazama, anashangaza wanaokuona. Yaani kutangaza kwa Bwana ni kukulipa. Kutangaza kwa Bwana ni kukuinua. Kutangazwa na Bwana ni kubarikiwa. Kutangazwa na Bwana ni kupata ujira. Fanya kama unafanya kwa Bwana, sio kufanya kwa mwanadamu. Ili kusudi Bwana ndiye akutangaze kwamba wewe ni mtumishi wake. Amina. Malizia hapo Melkisedeki. Nyakati wa kwanza 29 mstari wa 6 na wa 7 hadi 17. Ndipo wakuu wa mbari za mababa na wakuu wa kabila za Israeli na maakida wa maelfu na mamia pamoja na wasimamizi wa kazi ya mfalme wakajitoa kwa hiari yao, nao wakatoa kwa ajili ya utumishi wa nyumba ya Mungu dhahabu talanta 5,000 na darkoni 10,000 na fedha talanta 10,000 na shaba talanta 18,000 na chuma talanta 1,100. Na wale walioonekana kuwa na vito vya thamani wakavitoa vitiwe katika hazina ya nyumba ya Bwana chini ya mkono wa Yahieri Mgershoni. Ndipo hao watu wakafurahi kwa sababu wametoa kwa hiari yao wenyewe, kwa sababu kwa ukarimu wa moyo kwa hiari yao wenyewe wamemtolea Bwana. Mfalme Daudi naye akafurahi kwa furaha kuu. Kwa hiyo Daudi akamuhimidi Bwana mbele ya mkutano wote, naye Daudi akasema, uhimidiwe Bwana Mungu wa Israeli, baba yetu milele na milele. Bwana, ukuu ni wako, na uweza na utukufu na kushinda na enzi, maana vitu vyote vilivyo mbinguni na duniani ni vyako. Ufalme ni wako Bwana, nawe umetukuzwa, mkuu juu ya vitu vyote. Utajiri na heshima utoka kwako wewe, nawe watawala juu ya vyote, na mkononi mwako mna uweza na nguvu. Tena mkononi mwako mna kuwatukuza na kuwawezesha wote. Basi sasa Mungu wetu, twakushukuru na kulisifu jina lako takatifu. Lakini mimi ni nani na watu wangu ni nani hata tuweze kutoa kwa hiari hivi? Kwani vitu vyote vyatoka kwako, na katika vitu vyako mwenyewe tumekutolea. Kwa nini sisi tu wageni mbele zako na wasafiri kama walivyokuwa baba zetu wote? Ni kama kivuli siku zetu duniani, wala taraji ya kukaa hapana. Bwana Mungu wetu, akiba hii yote tuliyoiweka ili tukujengee nyumba kwa ajili ya jina lako takatifu yatoka yote mkononi mwako, na yote ni yako wewe. Nami najua Mungu wangu ya kuwa wewe wajaribu moyo, nawe wapendezwa na unyoofu. Nami katika unyoofu wa moyo wangu nimeyatoa haya yote kwa hiari yangu mwenyewe. Nami sasa nimeona kwa furaha watu wako waliopo hapa wakikutolea kwa hiari yao. Haleluya. Ninamaliza kwa kusema, ukisoma hapa wana wa Israeli walikuwa wanawaza kujenga hekalu. Wakati Daudi amesema wajenge hekalu, watu walitoa vitu vya thamani, walitoa kila mtu kadiri ya uwezo wake. Tena hawakutoa kwa huzuni, walitoa kwa furaha. Walipomaliza kutoa, Daudi akaenda mbele za Bwana, akamwambia Bwana, watu hawa wamefanya kwako wala sio kwangu. Watu hawa wametoa vitu vyote hivi kwa ajili ya utukufu wako. Mimi ni nani hata watu hawa wamefanya hivi? Sasa Mungu wakumbuke, Mungu wabariki. Sikia, unapofanya kitu fanya kwa Bwana, sio kwa mwanadamu. Leo ni mwezi wa 6. Fikiria, simama kwa miguu yako. Ndio nimemaliza. Fikiria ni matendo gani unaweza kuyatenda